Tunasoma leo habari ya sanamu ya mfalme na tanuru. Tunasoma kuhusu sanamu ya mfalme Nebukadneza na tanuru. Haya ni kwamba majaribu, tutashinda majaribu katika njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani nakaribisha pia wapendwa wale Mungu ametuunganisha nao kwa mtandao. Ninashukuru meambiwa hata wengine Marekani wanatuangalia. Bwana wabariki. Hata mlia Marekani, Mungu awabariki. Amen. 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 Mbona sijasikia amen yake kabisa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unajua tutafika Marekani. Amen. Sijui kama unajua tutafika Ulaya. Haya, mimi naamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwamba hakuna maisha yasiyokuwa na changamoto. Vile nimegusia hapa nikiwaambia hata ndoa iko na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jana kumwambia hata ndoa ina changamoto. Hata tunatafuta kazi hizi ofisi bado kuna nini? Kuna changamoto. Unaona hizi ofisi kubwa, mtu anakimbia unampigia kura, akienda pale pia ina nini? Ina changamoto. Hizi ni ofisi za hapa duniani. Leo je, na hii ya mbinguni? Sasa ndio na changamoto kubwa, kwa sababu shetani anataka usifikie Mungu, usifike mbinguni. Anataka wewe akukamate, akupeleke wapi? Jehanamu. Kwa hivyo ikiwa na wewe hutakuwa umejengeka juu ya mwamba, shetani atakuwa na uwezo juu yako. Kwa hivyo hizi habari tunasoma kuhusu Shadraka na Meshaki na Abednego, walishinda kwa nini? Walishinda kwa sababu waliamini neno la Mungu na likakaa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Hata unasikia wengine mnashuhudia hapa, kama mimi singekaa katika neno la Mungu, hata mimi ningekuwa mmelia menizika kitambo sana, na kuna wengine wangekuwa wanashangilia. Amen. Kwa hivyo tunaposoma katika kitabu cha Kutoka 20 hapo mstari wa 3, tunaanzia hapo na kuendelea. Haya ndio sasa Shadraka na Meshaki na Abednego walishikilia, na ndio hawangenamia ile sanamu wala kuisujudia sanamu ya mfalme Nebukadneza aliyoijenga, aliyoisimamisha, aliyotengeneza. Akaona kwamba akitengeneza sanamu ya dhahabu watu watainamia na kuanguka chini na kuisujudia. Lakini sasa hawa wakasema neno la Mungu halisemi hivyo. Halo? Geuka jana yako muuliza, na wewe neno la Mungu linasemaje kwako? Hata wengine wamesema, anasema hapa hakuna mtu ananiona, hata kama ni hivi aenda afanye mambo yake, arudi atoke aseme mimi ninaenda kutubu. Mungu anakuonaje? Unahuzunisha na kuzimisha roho wa Mungu. Kwa hivyo hawa wangesujudia ile sanamu, hawangegeuza neno la Mungu kwa sababu ya mfalme, na ndio Mungu akawapa ushindi. Wewe umepuuza na kudharau neno la Mungu mara ngapi? Geukia jana yako mwambie wewe mwenyewe unajua. Amen. Basi nasema soma nami Kutoka 20, taanzia mstari wa 3 nitafika mstari wa 6. Na mimi ni maombi yangu pia na utasimama katika huu mstari. Usije mtu anakupa hirizi ati unafunga, anakuambia hii ndio sasa utajiri wako, alafu nakuwa mtumwa wa ile hirizi. Kama ni kuwekwa kwa pilo unaweka, kama unatoka unatembea nayo. Hirizi ni mti. Sasa mti umechoma, litakubariki kwa njia gani? Shetani ashindwe. Soma pamoja nami. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako
ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Sasa hapa ndio ulikuwa msingi wa Shadraka na Meshach na Abednego. Je, angekuwa ni wewe wakati huo, singeanguka mbele hiyo sanamu? Singesujudia hiyo sanamu? Kufurahisha nani? Mfalme. Lakini wakasema la. Bwana asifiwe. Hawa wakasemaje? Wacha nikuchekeshe kidogo. Nimekuambia mimi nimekulia hapa. Sasa kuna pale Tuda, ndio uende kwa hii kanisa, uende kwa hii Mombasa Baptist Secondary School. Kisonga hapo mbele kidogo, kulikuwa na nyumba hiyo miaka, nyumba za Kenya Breweries. Kwa hivyo watu wakawa, mtu anafanya harusi, amealika rafiki zake, wamekuja pale. Sasa kaamua wale watu wa Mungu wakubwa wamekuja, wachungaji, wazee wa kanisa, waimbaji na nini, ilikuwa na rooftop, wao wakaenda kule juu, na hapa chini sasa wale wa pombe. Unajua mlevi, hiyo roho iko ndani yako, wewe akiona na nyama ziko pale wanachoma. Basi sasa mwingine kuna mahali anaenda, hakujua mchungaji wake amealikwa, yeye akaenda amekalia pale, nyama ziko na hizo wanapiga na yako kwa madhabahu kanisani kwao. Sasa mchungaji amekuja, watu wanakuja kula, amemaliza sherehe kanisani. Wakati wanaingia tena, ndio wa kwanza wameingia, mache kagongana. Anajaribu kuangalia chini. Sasa mchungaji alikuwa na mshirika mwingine pale, akaenda anamsalimia, yani kusudi aonekane wazi. Basi mchungaji akapita, wakapanda juu, akamaliza. Jumamosi akaja hapo kanisani, kulikuwa vitu viko pale. Pastor akamwambia, ni wewe ndio nilikuona pale. Wapi pastor? Si pale kwa ile harusi. Najua yule ni rafiki yangu, tulikuwa tumeketi na akanikaribisha, nikaona nikipiga chupa 2 haina makosa. Shetani ashindwe. Mimi niliona tu vile nikaribisha, sikujua pastor wewe unakuja. Nikaona nikipiga tu hizo 2 nitaenda niombe, hata niombe mama nyumbani msamaha, alafu bahati mbaya ukanipata. Unaona vile shetani huje. Tayari amenasika ama hajanasika. Basi mchungaji akamwambia, ni vizuri basi wewe omba kwanza msamaha, usikanyage kwa madhabahu, kaa kule kando. Najua ilikuwa tena fujo. Pastor unanihukumu, nimekosea nani? Ikaleta tena nini? Shida. Ni nani anaamini neno la Mungu na kulishika? Ni nani anaamini na akaona kwamba kweli hapa mimi nimekosa, wacha na mimi nimrudie Mungu, nitubu, ndio Mungu akanisamehe. Mambo mangapi? Mtu kutambua makosa yake wengi na kwa shida, na mtu kushika lile neno la Mungu, amini kwamba neno linasema hivi, ni mimi nisije nikahalifu, ni wachache. Hebu geuke jana yako, muulize, wewe msimamo wako uko wapi? Sinasema uliza jirani yako, mwambie unapokosa msimamo unamfungulia shetani mlango. Mwambie mlango funga kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Basi pastor akawa ni adui yake, maana pastor amemwambia nini? Ukweli wa neno la Mungu. Kwa hivyo ninakwambia Shadraka na Meshach na Abednego walishinda kwa sababu walilinda imani, wakasimama katika neno la Mungu. Na mimi nimwambia yangu utalinda imani. Mbona naweza kusikia mwambia yangu utafanya nini? Kama ulipita huko kiu ya pombe ukaiacha, inakurudiaje? Ni shetani si shetani? Ni shetani si shetani? Kuna wengine walikuwa wanapenda hizo nyimbo za kina Tabule, za kina Franco, za kina Maroon Commandos, za kina Simba Wanyika.
we kina orchestra veve wakisikia, unakuta mtu tu kifua kinaenda hivi, hata anasahau ako na watu. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Hata wengine wakame kuramu, mtu anaimba lingana na hijui vile rekodi nyimbe naenda tu, utakuta tu mtu ako hivyo na anaipiga, hajui anasema nini, anajitukana anasema nini, lakini kabisa imepanda ndani yake. Sasa unapompokea Kristo, yani ndio mapando, anapoingia ndani yako, anayangoa, anayaondoa, anapanda aliyo yake. Ndio sasa sifa zake zitakaa ndani ya moyo wako. Sifa haziwezi kukaa ndani yako alafu kina tabule wakakata. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Hata wengine hizo zao za nini, za kitamaduni, unasikia kabisa wako kabisa wako. Kama ni Kikamba amekisikia kina Kalambia Boys, basi yako pale. Kama ni Kikuyu wako. Kama niyo kina Hunzwe, shetani ashindwe, shetani ashindwe. Si ushukuru tu Mungu, umenulia mikono, mwambie nashukuru umeniokoa. Mwambie nashukuru umeniokoa. Si tarudi kuyala matapiko. Amen. Simpe jirani yako mkono, mwambie wewe hutakuwa na matapiko. Dio misiani. Soma na mimi Danieli mlango wa 3. Kwa sababu ni ndefu, nitasoma tu mstari wa kwanza alafu nitaruka niende kwa 4. Just read verse number 1, then I'll go to verse number 4. Soma pamoja nami. Nimesema Danieli mlango wa 3 kuanzia hapo. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Amen. Sasa mfalme, unaona kiburi kinaweza kuingia mtu, na huyo mfalme tena alipitia kwa mambo mengi. Sasa Mungu anafundisha, ukiendelea pale utakuta hata wakati amechukua utukufu wa Mungu akamtupa, akala nyazi miaka 7. Mungu wakati alimrudishia fahamu, akampa Mungu heshima na akarudi kwa kiti. Sasa watu pata nyadhifa, alafu nao wanajitukuza. Sasa yalitengeneza sanamu, akaiita ni Mungu, anataka watu wote. Sasa hapa mtaona aliita watu wote, mawaziri, maamiri, kila mtu wote wakakaa, na akamwambia ni lazima wasujudie nini, ile sanamu. Ni shida si shida? Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Nenda nami kwa mstari wa 4. Hapo tu ni wale alikuwa amewalika. Mstari wa 4, soma nami. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa saa hiyo katika tanuru ya moto wakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari
na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakiabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Shetani ashindwe. Ndio nimekuambia hakuna maisha bila changamoto. Halo? Na nikwambia maisha ni safari. Hakuna safari nyinyi mmesafiri. Utaenda kwa barabara ukakosa kukuta daraja, utaenda kwa barabara ukakosa kukuta nini? Mlima. Utaenda kwa barabara ukakosa kupata mahali tambarare. Maisha pia ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndege kula angani, unapaa unaenda unasikia napiga kwa mawingu tu tu tu. Hata pale unaona umewekea pale alama, unaambiwa funga mshipi. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuambia sasa huko tunakumbana na mawimbi, fungeni nini? Mishipi. Sasa pia maisha ya wokovu. Utajuaje kama kuna Mungu? Utajuaje kuna Mungu anaokoa? Utajuaje kuna Mungu anayeshindania wale walio wake? Kwa hivyo mambo mengine yanakuja, Mungu anayewaachilia kusudi ajulikane ni Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine, ndio nikwambia siku nyingine, wanataka maisha ya buffalo na siagi. Hasha. Bwana Yesu asifiwe. Utapenda hayo ya buffalo na siagi, lakini kunaenda kwingine kama huyo Danieli, yeye amekatana, sema vile vyakula vya mezani ya mfalme staki. Anapewa maji na mawele na Mungu akampa afya akanawiri. Kwa hivyo hizo changamoto Mungu anataka kupa promotion. Bwana Yesu asifiwe. Hizo changamoto, saa nyingine unakuta pesa zimeingia kwa account, unakuta huyo anakudai, umerudi umepeana, zimeisha, unajiuliza imekuaje. Lakini Mungu anapoona vile unatoa kwa ile roho nzuri na umemkumbuka, utashangaa zinarudi zinafatana, hata sasa imezidi ile uliyopeana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, leo sitaingia jambo fulani itokee kwa mtu, utafanyaje? Hapa nataka nifanye hivi. Na ndio sasa Mungu anakuinua pia katika imani na katika maisha. Lakini wengine wanataka maisha bila kufanya nini? Si nisaidie? Bila kufanya nini? Sasa yeye akijaribu pale kidogo pajasho, hata anaanza kusema sasa Mungu hayuko, mbona mimi niko hivi? Tunasahau Kristo Yesu aliyapitia yapi akiwa katika ulimwengu huu? Alipitia mangapi? Angekuwa ni wewe, hata ameshinda, amelala na njaa, ameamka anaenda kwa kazi ya Mungu, anaona mtini, anaenda pale anakuta hakuna tunda, anaulani. Sasa na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Na kuuliza na wewe, uliza jina lako, muulize na wewe. Amen. Sasa tunasahau kusoma maandiko na kuona kwamba alisema hata yale ilikuwa ni ushuhuda kwetu pia na sisi tujifunze. Sasa yeye kikubwa alikuwa ni neno, akatuletea neno. Tumesahau kumsoma. Tunataka sasa yeye aende vile sisi tunataka. Haitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tuko muda mchache sana, lakini yeye ni mwanzo na mwisho. Kwa hivyo wakati unafanya yako, anakuangalia kwa furaha, ama anakuangalia kwa kuhuzunika, kwa sababu umekosa kulishika neno lake, umekosa kumtii. Anahuzunika. Lakini wakati anafurahishwa na wewe, anaona na unang'ang'ana, umelinda imani, na anakuinua katika hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni maombi yangu Mungu atakuinua. Ni maombi yangu kwamba utakata tamaa. Ni maombi yangu kwamba utalemewa. Ni maombi yangu kwamba utakuwa ni ushuhuda vile ilivyokuwa kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Sasa unaona hapa watu wa mataifa yote, wakati hizo sasa ngoma zinapiga. Sio zilikuwa kama zile za Kigiriama, sio zilikuwa kama zile za Kiluya na Kijaluo na Kikamba.
Sasa kila mtu anaanguka chini, lakini hawa wakasema la, hatuanguki. Bila nimekuambia, sio na wewe ukienda mahali waambie no, just one for the road, sio utapiga. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Basi sasa hawa wakasema neno la Mungu linasemaje? Hatutasujudia nini? Sanamu. Maana alisemaje? Anawarehema elfu ya elfu wale wampendao. Sasa wakasema Mungu ataturehemu. Sio naona nasemaje? Sio nasikia sauti yako. Geuke jana kumuuliza naona nasemaje? Kwa ajili ya ndoa yako nasemaje? Kwa ajili ya ndoa yako nasemaje? Kwa ajili ya boma lenu nasemaje? Kwa ajili ya kazi unasemaje? Halo? Mwenyewe unajibu. Hebu geuke jana kumwambie mwenyewe unajibu. Maana Yesu asifiwe. Maana mwingine anadhulumu, hata anaweka mizani ya udanganyifu, anaona ndio atabarikiwa. Uwezi kubarikiwa. Simama na ule kweli wa Mungu. Mwingine kama ni sukari ama makaa anauza, anaweka ile ratili, anapunguza vitu vingine, ndio anafikiri atapata. Unajidanganya mwenyewe. Mungu ndiye anakuangalia, anahuzunika. Sasa hawa walisema tutasimama, tunajua rehema za Mungu ni za ajabu. Amesema atapatiliza kuanzia kizazi cha kwanza hadi cha 4 yale maovu. Kwa hivyo wakajua hatutaki kuchukua laana, wacha sisi twende upande kwamba Mungu ako na sisi, ataturehemu. Ni maombi yangu utakuwa ni msimamo wako. Hebu geuka jana yako mwambie uwe ni msimamo wako. Si unasikia sauti yako? Amen. Amen. Endelea nami. Hiyo nani? Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme, uishi milele. Najua ndio ilikuwa sasa njia ya kuadresi mfalme. Mfalme, uishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Nenda nami 10. Wewe mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zozote za ngoma, ni lazima anguke na kuabudu ile sanamu ya dhahabu. Halo? Ndio mzungu anakuambia all that glitters is not gold. Sasa huyu aliona dhahabu vile ni kitu cha thamani, akiteneza hiyo sanamu, ndio hasa hawa watainama, lakini hawa wakasema la. Amen. Endelea tuone. Na kila mtu asianguka na kuabudu atatupa katika tanuru ya moto wakao. Sasa hapa uamuzi ni wako. Na hawa wakasema uwe moto sio moto. Hatutaenda kinyume na neno la nani? La Mungu. Hawakuogopa moto, waliheshimu na kumpenda Mungu. Wakasema hili neno, maana tunajua Mungu ataturehemu. Na angekuwa ni wewe, hebu geuke jana yako muulize angekuwa ni wewe. Mwambie mimi na wewe tulinde imani. Endelea nami. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawakuitii, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu,
ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamkumtumikia hamtumikii Mungu wangu, wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa sasa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Halo, unaona vile shetani anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu geukia jana kumwambia, majaribu anapokuja, Mungu anataka kupa promotion. Sasa unaona, hawa mfalme alikuwa amewapa kazi kwa sababu ya Danieli. Sasa wengine wakaonea wivu, ndio wakajua hawa vile hawezi kusujudia hii sanamu wala kuinamia, wacha tumwambie mfalme. Na ndio mfalme akashawishiwa na akaitengeneza. Sasa unaona hawa vile wameenda kuchungulia, wanaona hawainami, hizo ngoma zinapigwa, zile zeze, zile kila aina. Basi na ndio wakakimbia kumwambia mfalme, wale umewapa kazi katika Babeli na ni Wayahudi, hawakuheshimu, hawakupendi kama wewe ni mfalme. Ile sanamu umetengeneza hawezi kuinamia na kusujudia, hata wakati hizo ngoma zinacheza na zile zeze na santuri hawataki. Unaona hasa mfalme, na ndio unasikia maandiko yamesema akakasirika, akatoa nini? Amri. Na anawauliza, basi nione ni Mungu gani atakayewatoa wapi katika mikono yangu? Na ile sasa ikachochea Mungu, wacha nimonyeshe kuna Mungu. Ushawahi kufika kwa majaribu kama na wewe sasa ukasema, Mungu liwe liwalo, niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Geukeje na kumuuliza, ushawahi? Amen. Kwacha tuone ilikuwaje, maana sasa yeye anatoa amri, lakini sasa tuone Mungu naye ako na wao vile ako na wewe ama hakukuwa na wao. Geukeje na kumwambia, Mungu ako pamoja na wewe. Mwambie hata kuokoa katika mkono wa mfalme. Mwambie anapiga kelele bure. Amen. Mwambie nao sio mtu akupiga kelele bure. Amini neno la Mungu. Amen. Endelea nami. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili, maana walijua vita si vyao. Akiwa ni wewe, hebu geukeje na kumuuliza, akiwa ni wewe, mwambie linda imani. Endelea nami. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye
atatuokoa na mkono wako, mfalme. Si Mungu atupe hiyo imani. Inua tu mikono, mwambie Mungu akupe hiyo imani. Angalia ujasiri waliokuwa na, mwambie Mungu akupe hiyo imani. Maana umeona wengine, mtu anafika barabarani mpaka anahonga, anaenda mahali mpaka anahonga. Mbona usisimame katika hiyo imani na Mungu akatangulie nikapate kuwa? Mwambie Mungu akupe hiyo imani, akupe na ushujaa, usiende nje na neno lake. Amen. Simpige Bwana Yesu makofi. Endelea nani? Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulisimamisha. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Haleluya. Wacha likajulikane Mungu unayemwabudu ni yupi. Amen. Angalia sura ya mfalme imebadilika, maana hakuna mtu amewahi kusimama kwake na neno la imani kama hawa. Hebu geuka jana yako, mwambie Mungu akupe hiyo imani. Mwambie changamoto zinapoingia, wacha kunungunika, wacha kuteta. Mwambie wacha kubabaika. Mwambie wacha wasiwasi. Muamini Mungu unayemtumikia. Halo. Sasa mfalme sura ikabadilika, akaamuru hii vitu, najua anaviona kama vitu, lakini wacha atashangaa wana Mungu. Basi akaamuru tanuri weke moto mara ngapi? Mara 7. Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu. Kweli Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu. Kweli Mungu wangu jemedari, Mungu wangu jemedari, Mungu wangu jemedari, Mungu wangu ni Mungu. Sasa wamefurahi, wanajua wako na jemedari wa majemedari, wanajua mfalme mbele zao si kitu. Ndio unaona sura ya mfalme imebadilika, ya wale haijabadilika. Na mimi ni maombi yangu, changamoto ikija sura yake isibadilike, muangalie Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie nani? Muangalie nani? Amen. Endelea nami tuone. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyowaka ikiwaka moto. Haleluya. Sasa hawa wanafungwa na wanasema Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu. Kweli Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu. Kweli shetani humuogopa, shetani humuogopa, shetani humuogopa. Mungu wangu ni Mungu. Kweli Mungu wangu anaweza, Mungu wangu anaweza, Mungu wangu anaweza, Mungu wangu ni Mungu. Kweli Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu, Mungu wangu ni Mungu. Sasa wale wanashangaa,
are these people crazy? Wamejibu mfalme kwa ujasiri, wanawafunga. Na wale wanajua kuna jemedari wa majemedari, wanajua kuna mshindi wa washindi. Sasa wamewafunga, hawana shida, hawang'ang'ani, wanakubali wanafungwa, lakini wanajua ako na mlinzi wa walinzi. Hebu mwambie jirani yako, pokea huyo mlinzi wa walinzi aliye pamoja na wewe, aliyeshinda kifo, aliyeshinda mauti. Mwambie yuko hai hata sasa hivi na ako pamoja na sisi hapa. Mwambie usiogope uchawi, usiogope uganga, usiogope sanamu, maana ni mshindi wa washindi. Amen. Amen. Kuanzia leo shika imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona akaamuru wafanye nini? Wafungwe. Na kweli wana akakubali, wakafanya nini? Wakafungwa. Angekuwa ni wewe, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Ndio nani? Basi watu hao wakafungwa hadi wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa inawaka moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego. Na watu hao watatu, Shadrach na Meshach na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Inua mikono, sema Bwana Yesu, kanipe hiyo imani iliyokuu. Nipe hiyo imani isiyotikisika waliowapatia Shadrach na Meshach na Abednego, nikapate kuyashinda haya majaribu, nikasimamishe ushuhuda wako vile hao walivyosimamisha. Wewe shetani mwenye imani haba, mwenye shaka, leo nakukemea, leo nakukataa katika maisha yangu. Mimi ni wa Yesu aliyewaokoa Shadrach na Meshach na Abednego. Hata sasa ako na mimi. Hona sehemu katika maisha yangu. Amen. Tumpe jirani yako mkono, mwambie mimi nina hiyo imani. Mwambie katika jina la Yesu, niko na hiyo imani. Mwambie na mimi ni mshindi. Amen. Endelea nami tuone. Sasa unaona hawa wamefungwa, hawana wasiwasi, hawana shaka, hawana shida, wanatabasamu ndani ya mioyo, wanaimba. Ndio sasa wamefungwa, wametupwa pale. Unajua Sabina amefungwa, wametupwa. Alikuwa nafikiria watarushwa pale wanyeuke, maana wale mashujaa ule mwako uliopitia wakaanguka na kufa, mashujaa wa jeshi. Lakini hawa mashujaa wa imani wakaanguka. Yesu kumba kwa pale akaja kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie jirani yako, mwambie na wewe unapoangushwa na adui, Yesu atakuinua. Mwambie ondoa hiyo shaka, mwambie ondoa hiyo wasiwasi, mwambie ondoa hiyo shaka katika jina la Yesu. Amen. Sasa unajua hawa wameanguka pale, hawa wamekufa. Anaangalia, anaona wako hai. Ni Mungu ama si Mungu? Geukia jana kumwambie waacha imani hapa. Mwambie waacha mateto na manunguniko. Mungu yuko hai. Endelea na 24. Ndipo Nebukadneza akastajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukuwatupa watu watatu hadi wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu,
Wakamwambia mfalme, kweli mfalme? Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Haleluya! Ninanena nini na wewe leo? Ondoa hiyo shaka, ondoa hiyo wasiwasi. Ikiwa umesimama katika neno la Mungu, hakuna wakati Mungu atakubali shetani akuguse. Bwana Yesu asifiwe. Atawachilia mambo kusudi jina lake litukuze na lijulikane. Wengi mnakosa baraka zenu kwa manunguniko, mnakosa baraka zenu kwa mateto. Wengine wanakuwa pretenders. Anadanganya, anacheka, lakini ndani ya moyo analia. Usio hivyo. Sasa mfalme, Mungu alitaki julikane kuna Mungu mwenye uwezo kumuliko. Ile salamu aliteneza ati ni Mungu, haikukuwa ni Mungu, ilikuwa ni sanamu. Lakini Mungu akataka wajue kuna Mungu anayeokoa, kuna Mungu aliyenaweza juu ya moto. Ndio sasa wakati hawa wametupa kula, amefungwa, Yesu akatuma jeshi likafungua. Nebukadneza anashangaa, mbona wanatembea? Na angalia, wanatembea wanakanyaga juu ya ule moto, wanakanyaga juu ya tanuru. Anaita mawaziri, angalieni, hawa walikuwa ngapi? 3. Yule mtu aina ametoka wapi? Na sura yake iko tofauti, anakaa kama mmoja wa wale wana wa nini, wa Mungu. Mbona ushuhuda usiwe kwako? Bwana Yesu asifiwe. Sogeukeje na kumwambia ushuhuda uwe kwako. Nasema usipomshika jirani yako naona wewe hujaamini, mwambie ushuhuda uwe kwako pia. Muulize, mataifa atajuaje usipolinda imani? Bwana Yesu asifiwe. Angalia ile hasira ya mfalme, Mungu akayeyusha. Na wewe walio kinyume na wewe wenye hii hasira, Mungu ayeyushe hizo hasira. Bwana Yesu asifiwe. Wanaokutakia mabaya, hizo hasira Mungu afanye nini? Aziyeyushe, atende jambo. Bila mfalme alishangaa, anaangalia, anaambia imekuaje? Wanamwambia ni kweli, walikuwa watu wangapi? 3. Huyo waina amepitia wapi? Unajua ilimhangaisha, hakuona akiingia amepitia wapi, na wao teketei. Lakini wale mashujaa wa jeshi waliwakamata kama wanatupa, wakawafunga, walikufa. Na walionekana wanyonge, bado wako. Shetani ashindwe. Wewe unayejiona mnyonge, uko na Mungu. Hebu geukia jana kumwambia uko na Mungu. Mwambie waache kujiona mnyonge. Mwambie kuanzia sasa pokea nguvu mpya katika jina la Yesu. Amen. Leo kama mfalme alishangaa, ilikuwaje? Wacha tuone. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea nani? Kisha Nebukadneza akokaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mji huku. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakatoka katika ule moto. Amen. Sasa angalia, ameambia nini? Enyi watumishi wa Mungu aliye. Nawe Mungu wako ako chini ama ako wapi? Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Alafu jambo kidogo, badala upige magoti uombe, umekimbia kwa jirani, unajua na Mungu anakuangalia. Inua mikono, sema Bwana Yesu, na mimi naomba unisaidie nikawe na imani kuu. Jambo linapotokea, ninapokuita ukaitike. Amen. Basi inua mikono na kumwambia, usianze safari. Kuna roho zinakufunga na kuona. Una jambo la kumwambia Mungu.
Kuna mambo umekuwa unahitaji kuyafikia mwenyewe, una shaka kuyafikia mwenyewe, huna imani, hata unafikiri unashindwa, si nifanyeje kama we huna Mungu. Hivi sasa pata hiyo imani ile Shadraka na Meshaki waliokuwa nao, na Mungu akapa ushindi. Angalia, hawajamwambia mfalme, lakini anawaita watumishi wa Mungu aliye juu, maana pale nimwambia Mungu atawaokoa. Sasa natambua ni watumishi wa Mungu. Na wewe je? Kienda huko naambia one for the road, unakubali? Kienda huko naambia nini sijui? Kienda huko naangalia fulani hayuko hapa, wacha mimi nifanye hivi. Mungu yupo, Mungu yupo. Hata wengine wako wanaweza kuwa na kuwekea pilipili kwa macho, endelee kulia. Mungu hawezi kuwekea pilipili. Mungu apendezeo unapoona unatoka machozi, naye yupo. Kuna jambo anaweza kukutendea. Unaanza kulaumu mwingine. Badala sasa Mungu anataka kujenga ushuhuda wake kwako, unalaumu mwingine. Fulani ananionea, fulani nini? Mungu atajengaje jina lake? Atajengaje ushuhuda wake kama wewe hauko shujaa, hauko ngangari katika imani? Umeka mateto kwa mdomo, umeka manunguniko, umeka shaka, umeka tamaa mbaya, umeka wivu. Mungu atachukuza wapi kwako? Amen. Pejani yako mkono, mwambie amen. Endelea nami naelekea kumaliza. Na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya mili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa mili yao ili wasitumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Nilikuambia mafuta ina gharama. Halo? Sasa Mungu angejulikanaje? Hawezi kulinganishwa na kufananishwa na sanamu. Kama leo Hawa angeshawishi, ameingia ndani ya Hawa wakashawishi mfalme, na mfalme akaona kweli, waache na mimi nitengeneze Mungu wangu, kila mtu asujudu. Mungu fanya njia. Geukia jana yako, mwambie Mungu fanya njia. Mwambie kwako utaona ni jaribu kubwa, lakini Mungu anataka kukutukuza. Halo? Wewe niambie, bila ile sanamu mfalme angesema hangesema ati mtu atakatokatwa vipande. Aliona yeye hata angeweka sanamu nyingine, lakini kupitia kwa ushuhuda wa Hawa ndiye akasema mtu akinena neno lolote lisilo na sawa kwa Mungu wa Hawa afanye nini? Akatokate nini? Vipande. Na wewe je? Mungu anakupa mtihani kidogo, nasema mimi siendi kanisani, mimi siwezi kuhubiri, unakaa.
wacha mimi nirudi nyuma. Urudi nyuma usirudi nyuma, baada ataitwa Mungu. Uje kanisani usije kanisani, baada atafanya nini? Ataitwa Mungu, na ndiye anainua wengine wafanye nini? Wamtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alitaka Mfalme Nebukadneza atambue, na kataka hiyo taifa. Sasa unasikia amesema hakuna Mungu mwingine ataabudiwa ila Mungu wa nani? Wa Shadrach na Meshach na Abednego. Na wewe mahali unaishi, watu wanaweza kusema leo, wacha Mungu wa huyo mama, hata tuenda tuombe. Wacha Mungu wa huyu ndugu, wacha Mungu wa huyu mzee, wacha Mungu wa huyu kijana ndio awe Mungu wetu, tuenda tuombe. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Angalia tena Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai pale mlangoni, Hamani anaenda anataka amwinamia, akakataa, akawa ametengeneza anataka kumwangamiza. Mungu akageuza. Ninakwambia nini? Hakuna wakati utakuwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu akaacha mabaya kupata mtihani. Atakopa, ataka kupa promotion, lakini atakufunika na kukuficha katika mbawa zake. Sasa tunakosa kubarikiwa kwa sababu tumekosa uaminifu. Tumekosa kubarikiwa, hatuamini neno la Mungu, hatulishiki. Tumekosa kubarikiwa, tunamchenga Mungu, si kwa mapato tunamchenga, si kuja kwa nyumba ya Mungu tunamchenga. Lakini sisi kila wakati, hakuna wakati hata tunamwambia Mungu, leo Mungu ninakushukuru, umenilinda, umenikinga. Ukienda, Mungu nataka hii, Mungu nipe hii, Mungu nifanyie hii, Mungu nataka hii, Mungu uwa fulani, Mungu uwa fulani, Mungu angamiza fulani, ile ndoa vunja. Sasa yote Mungu anakuangalia. Angekuwa Mungu anaenda vile sisi tunataka, dunia ingekuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Hawa waliweka neno la Mungu, wakasema hawatainamia sanamu, hawezi kusujudia ile sanamu ya dhahabu. Wakaamini neno la Mungu. Bila nimeanza kusomea, maana Mungu aliwaambia wasiwe na mfano wote ulio juu mbinguni, duniani na chini ya maji. Na akasema anawarehema elfu ya vizazi wanaompenda. Hawakasimama pale, na Mungu akawapa kushinda. Hakuna wakati Mungu anaenda kinyume na neno lake. Sasa leo ndo nakuambia, inua imani yako. Tunaishi kama vipofu, tunaishi kama hatuna baba anayeweza, tunaishi maskini kwa sababu tumekosa kumwamini, tumekosa kumtegemea, tumekosa kumtumainia. Anapotuambia left, tunageuka right. Anapotuambia njioni, tunasita. Na anasema hapendezewi na wala wanaosita. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ndio hawa akashinda. Ndio Mordekai tena akashinda. Mimi nakuombea ushinde leo, kainue kiwango cha imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu geukia jana yako, mwambie inua kiwango cha imani yako. Mwambie Mungu wetu si sanamu, ni Mungu aliye hai na yeye habadiliki. Mwambie aliyoyatenda siku zile hata leo atatenda. Mwambie amini. Basi nataka usimame. Inua mikono yako. Hakiniita taitika, hakiniita. Sauti yako. Taiti nitafanya. Haleluya, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya Basi unakumwambia Mungu, nifungua moyo wako. Anapo kitu utaitika, kazi yako utafanya. Ama ndio unakaa kusita, mwingine umekata tamaa, mwingine umevunjika moyo wako,
Mwingine badala kuamini vile neno la Mungu, unapita upande ukipapasa. Hata nyumba ya Mungu wakati wa maombi, ombi kumtafuta Mungu, unaomba kuangalia wenzako, unatakia wengine mabaya badala kumwangalia Mungu. Hata unaona anapungukiwa, ukamwambia Mungu amrekebishe, wewe ni kutakia wengine mabaya. Mungu atanendaje na wewe? Hata hakuna neno unalolishika katika maandiko kwamba nasimama hapa, neno la Mungu linaniambia hivi. Alivyookoa Hawa, bado yupo anaokoa. Anayeponya vile alivyoponya, bado leo anaponya. Mbona unakata tamaa? Mbona unavunjika moyo wako kwa ajili ya mambo madogo yanayopita? Lakini hao walijua kwamba amenena katika neno lake, ana rehema elfu ya vizazi wa wale wampendao. Atakuacha kwa nini? Atakuacha kwa nini? Mrudie Mungu napotubu, mwambie akusamehe. Hiyo imani umekuwa nayo hapa, Mungu akuondolee. Umekuwa mtu wa manunguniko, Mungu akuondolee. Umekuwa mtu wa kuzomea wengine na wa mateto, kata hiyo roho, Mungu akakupe ile imani ile Shadraka na Meshaka waliokuwa nao, na Mungu akataka kupitia kwa watu watatu nchi nzima ya Babeli ikamjue huyo Mungu. Hata kupitia kwako Mungu anaweza kusababisha jambo. Hata katika Kenya hii watu wakamjua Mungu. Hapa Mombasa kupitia kwako watu wakageuka, wakawacha dhambi, wakamjua Mungu. Hata pale kwenu kwa kijiji Mungu anaweza kukutumia kama utasimama na neno la Mungu. Badala vitu unavyofanya, umeishi maisha ya kinyonga, ukija huko umeokoka, ukirudi kule nyuma umeenda kwa vitu vya aibu, umeenda kwa uchafu. Kata kumwambie Mungu akakusamehe. Inua mikono yako unapotubu, mwambie Mungu akakusamehe. Kata hizo roho za manunguniko, roho za hasira, roho za mateto, roho za vita, roho za shaka, roho za kutokuamini, roho ambazo zinakurudisha nyuma badala ya kusimama kwa maombi. Basi wewe unataka Mungu aende vile unaenda, na ndivyo Nebukadneza alifanya, na akaibika, akarudi kusema huyo Mungu, na ndiye akakimbia akasema tokeni katika hiyo tanuru. Wanatoka na kanyaga juu ya moto, haongeza kuungua. Mavazi yao yakawa kamili, hata nywele zao zilikuwa. Je, Mungu aliyewaokoa wewe hawezi kukuokoa? Hawezi kusimamisha ndoa yako? Hawezi kurekebisha mume wako? Hawezi kurekebisha mke wako? Hawezi kukufungulia milango akakubariki? Kama ni mtoto hawezi kukupa, kama ni ndoa hawezi akakupa. Ni nini kinashinda Mungu? Hata kama ni biashara, hata kama ni kazi, lakini umemweka Mungu nyuma, umeweka mambo yako mbele, ndio nataka Mungu akutendee. Shadraka angemweka Mungu nyuma, Meshaki angemweka Mungu nyuma, Mungu angetenda haya. Aliangalia imani waliokuwa nayo, na wewe leo ndugu anaiangalia. Leo wewe dada, Mungu anakuangalia. Unaibisha jina la Yesu, unaibisha ushuhuda wa Yesu. Fungua moyo wako. Roho ya uongo iko ndani yako, unanena uongo, najua ni uongo, na unanena uongo. Mungu ambatani na uongo. Kata hiyo roho. Usharati uko ndani yako, uzinzi uko ndani yako. Mungu ataendaje na wewe leo? Katubu, mwambie Mungu akusamehe. Una tamaa mbaya, kata hiyo tamaa mbaya, kata hiyo tamaa mbaya. Maana Mungu anaenda na wale ambao wanamtafuta katika roho na kweli, ndio anawarehemu maelfu ya vizazi ya wale wanaompenda. Bali anapatiliza maovu juu ya vile vizazi wanaomchukia. Amesema hata kizazi cha 3 na cha 4. Je, na umesimamia wapi? Mwambie Mungu akusamehe. Umetoka kwa vizazi watu waliabudu sanamu, watu wakumjua Mungu, hawakwenda katika njia ya Mungu. Ulianza vizuri, umefika mahali umeanza kuchoka, umefika mahali umeanza kurudi nyuma. Leo kumwambie Mungu akusamehe. Ukashika hiyo imani ya Shadraka, ukashika nayo imani ya Abednego, ukashika nayo imani ya Meshaki, na Mungu akapate kukuinua. Utakaa kwa kanisa miaka nenda rudi, kama hubaliki mpendwa, jehanamu inakungojea, shetani anakungojea, maana anajua wewe ni wake. Lakini leo unapobadilika, shetani atakuogopa, na ushuhuda wa Kristo utasimama ndani yako. Milango yake itafunguliwa, baraka za Mungu zitamiminika juu yako, hata na wazao wako. Geuka leo, mwambie Mungu akusamehe. Kata yoro ya udhaifu. Kuja kwa nyumba ya Mungu unajipimia ni mzigo, na ujui ni shetani ndiye anakufunga. Imekuwa ni mzigo. Pinga hizo roho.
Unaimba ufukara, Mungu wetu ni maskini. Unaimba kulemea na kushindwa, Mungu wetu anashindwa. Niwe mwenyewe leo ukajichunguze. Leo ukajichunguze. Meka na bobtan. Kataa mambo ya giza. Kataa hiyo imani haba. Mungu akusimamishe. Umebeba ndani ya moyo wako, umebeba watu, umebeba chuki, umebeba hasira. Leo kataa, fungua moyo wako katubu. Mbebe Kristo. Beba neno la Mungu, litakupa kushinda, litakuangazia, litakuongoza. Utanena ya Mungu na Mungu atawacha uaibike. Kata hizo aibu ndogo ndogo, pinga hizo aibu ndogo ndogo. Kristo akatawale maisha yako. Kristo akatawala kuongoze. Kristo akuangazie. Uingie hapo tokapo, nuru ya Mungu kuangazie. Maana wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Mwambie Mungu leo. Mwambie Mungu leo akakupe imani. Maana wewe ni mshindi. Amen. Inua mikono yako, sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nami nakurudia leo. Nimekuwa mwenye shaka, nimekuwa mwenye imani haba, imani ya kuyumba yumba. Ninakurudia leo, ninatubu, nisamehe kwa udhaifu na unyonge nilionao na kutokuamini neno lako na kulishika. Nisamehe Bwana Yesu, nisamehe Bwana Yesu. Ukanitenga na hayo magano yaliyofanyika katika vizazi nilivyozaliwa ndani. Nisamehe Bwana Yesu. Hata nikashirikishwa, nikanena na kutenda, imani yangu ikadidimia, nika mtu wa manunguniko, nika mtu wa mateto. Nisamehe Bwana Yesu. Futa jina langu toka kwa kitabu cha shetani. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Karibu Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, unitawale niwe wako. Kwa kuwa leo ndani ya moyo wangu nimeamini, kwa kinywa changu ninakiri ya kwamba wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Ninawaleta wanao mbele zako Baba. Tumeishi katika nyakati za shida, wakati watu wengi imani yao inayumba yumba. Wakati wako umefika ukasimamishe watoto wako. Usimamishe jina lako na ushuhuda wako ulivyosimamisha katika wakati ya mfalme Nebukadneza. Ukawatumia Shadraka na Meshaki na Abednego. Ukainua imani ya watoto wako. Wakati majaribu imekuja, wajua nataka kuwainua. Nami nakataa yale ambayo si yako, na kemea katika jina la Yesu Kristo. Roho za kurudisha nyuma, roho za kukata tamaa, roho za kuvunjika mioyo yao, roho za malumbano, Bwana majeshi, lete radi pa, lete radi pa. Ninaharibu na kuangamiza katika jina la Yesu Kristo. Wewe mtu wa kale, unaandama watu wa Mungu, ninakukemea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka ndani ya maisha yao, toka kwa hizo ndoa zao, toka kwa hiyo biashara, toka na kukemea katika jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi, simamisha jina lako, ukasimamishe na ushuhuda wako. Kata wale wanaokuanzia leo wakajua kuna wakati utawawacha, wakatambua kuna wakati utapungukia, wakajua umewashika katika mkono wako. Katende maajabu ndani ya maisha yao. Kuanzia leo kawainue katika jina la Yesu Kristo. Wale wakurudisha nyuma, ninawatenganisha nao katika jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa hili neno, ukape promotion hata pale ameajiriwa kwa kazi ya mikono yao. Amani katika nyumba zao. Ikani ushuhuda wa ajabu wa kipekee katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe na kubarikiwa. Jina la Kristo Yesu Bwana wetu naomba nikiamini.